mtazamaji, karibu katika programu yetu ya kupromoti mito ndani ya Kanisa Katoliki. Nakaribisha sana tuweze kujua machache kuhusu miito mitakatifu. Mimi kwa majina naitwa Maria Fidel Madaha, mlelewa shirika Consolata Sisters. Napenda kupromoti miito kama ifuatavyo. Shirika langu ni Consolata Sisters, na mahitaji ya kujiunga na Consolata Sisters, tunahitaji msichana ambaye ana akili timamu, amemaliza kidato cha 6 au amesoma chuo ambacho kinamwezesha kusoma masomo ya juu, na mwadilifu, awe anaweza kuishi maisha ya jumuiya, maisha ya utakatifu na maisha ya kwenda kutangaza Injili sehemu za mbali, kuwa misionari. Napenda kuwatambulisha dada zangu wadogo hapa muweze kuwafahamu. Karibuni madada. Kwa majina naitwa Febronia Vanei Galus, natokea parokia Mtakatifu Yohane Mtume Nyampande, jimbo la Geita, mtaa Sentae, jumuiya Mtakatifu Yohane Mtume, jumuiya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Ninasomea chama cha miito ambacho natarajia kuwa sister. Kwa hiyo ninaomba ambao mnataka kujiunga na chama cha miito nawakaribisha. Kwa majina naitwa Karen Charles, natokea parokia Mtakatifu Yohane Mtume Nyampande, natokea jumuiya Mtakatifu Yasinta, mtaa wa Sentae. Nimejiunga na chama cha miito. Mnataka kujiunga na chama cha miito, karibuni sana. Jina naitwa Violet John, natokea parokia Mtakatifu Yohane Mtume, mtaa wa Misheni, jumuiya ya Mtakatifu Ana. Nimejiunga na chama cha miito. Mnataka kujiunga na chama cha miito, mnakaribishwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Milika John Charles, natokea kigango cha Busisi, mtaa Busekwana, jumuiya ya Mtakatifu Yasinta. Nimejiunga na chama cha miito. Wote mnaohitaji kujiunga na chama cha miito tunakaribisha. Asante. Karibu mtazamaji, tuendelee katika programu yetu ya kuhamasisha miito. Napenda niendelee kushare kidogo kuhusiana na nini maana ya miito na kuwaomba wazazi wanapoona vijana wao wanahitaji kujiunga na miito. Kwanza, katika hali ya kawaida miito mitakatifu, ninaweza kutoa mifano. Miito mitakatifu ni miito ya upadri, ni miito ya ndoa na miito mingine ambayo mtu anaweza kuishi. Lakini miito kama miito ni sauti ya Mungu ambayo kijana au mtu anaisikia ili aweze kufanya jambo fulani ambalo Mungu anamuitia. Kwa hiyo ni sauti ambayo inamfanya mtu aweze kutekeleza mpango wa Mungu. Kwa hiyo kama watoto wanasikia hii sauti, wanaitwa na Mungu kwa ajili ya jambo fulani, labda la utawa au la upadre au la maisha ya ndoa, lakini tunasisitiza sana hapa miito ya upadre na miito ya utawa. Kwa hiyo wazazi, mnapoona watoto wenu wanajisikia hii sauti ya Mungu ndani yao, tusisite kuwahamasisha, kuwajenga na kuwaonyesha njia kwamba wapite wapi ili waweze kukamilisha hii sauti ya Mungu au kuitikia na kuijibu hii sauti ya Mungu. Kumbe mimi nawaomba wazazi tusiwe kikwazo kwa watoto, kwa wengine wanaposikia sauti na wanapowaeleza wazazi wao. Wazazi wengi wanakataa, wanaona kama mtoto akiingia katika miito ya upadre au miito ya utawa, yani ubruda na usista, wanaona kama wamepoteza ukoo. Kwa hiyo mimi ninawaomba, mnapoona watoto wanajisikia hii sauti, tuwaunge mkono, tusiwakatarie sana. Waamini wote na watu wenye mapenzi mema, katika hii programu ya kuhamasisha miito tuweze kuwatia moyo vijana pamoja na watoto ambao ni kanisa la leo na la kesho. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni. Asante sister kwa maelezo yako. Je, nikitaka kuwa sister nifanyeje? Kwa swali lako, ukitaka kuwa sister, kwanza, swala la kwanza, tayari una sifa. Wewe ni Mkatoliki. Hilo ni swala la kwanza ambalo tayari linakufanya wewe moja kwa moja kuweza kuwa sister, yani kuomba kuwa sister. Lakini swala la pili, uwe umebatizwa, uwe umepata sakramenti ya kipaimara, lakini uwe umesoma warau, umemaliza kidato cha 4
au umesoma kozi yoyote ile labda ya ufundi ambayo inakuwezesha kufanya kazi za mikono. Na kama utakuwa umemaliza hayo, unaweza kwa kupitia paroko au katekista ukapata ushauri na ukaandika barua ya maombi kuomba shirika lolote. Kwa mfano hapa Sengerema, jimbo la Geita, kuna baadhi ya mashirika kama kuna Mtakatifu Karoli Borromeo, kuna Teresia wa Mtoto Yesu, kuna mashirika mengi. Kwa hiyo unaweza ukapata paroko hapa akakueleza namna ya kuandika barua ili kuweza kujiunga na shirika lolote unalolipenda. Lakini kwa Consolata Sisters tunaanza kupokea watoto vijana ambao kuanzia wakiwa form 1. Ukishakuwa umeingia katika sekondari hivyo kwa form 1 unakuwa unahudhuria semina kila mwaka. Kila mwaka unahudhuria semina ambayo itakuwa inakusaidia kwenye malezi ya Ukristo na malezi ya kama kijana ambaye unataka kujiunga na shirika la Consolata. Kisha maliza form 6, hapo tayari unaandika barua moja kwa moja ya kujiunga na shirika la Consolata, na hapo unakubaliwa kuanza na malezi na hatua zote zinazofuata. Asante. Asante. Mimi nawapa namba za mkurugenzi. Asante sister kwa maelezo yako. Je, mbona hujavaa nguo za masista? Asante sana dada Febronea kwa swali lako zuri. Kwanza mimi sio sister kabisa, mimi ni mlelewa wa masista wa Consolata ambaye tuseme ni mwanafunzi wa usista, sijakuwa sister kabisa. Lakini shirika la Consolata Sisters kama sisi walelewa huwa tunavaa uniform siku ya Jumapili. Tunavaa shati jeupe na sketi za kijivu. Ila siku za kawaida tu tunaweza kuvaa kama nilivyovaa hivi. Sawa haina shida. Lakini pia masista wetu wanavaa sisi kama walelewa tunavyovaa, wanavaa shati ya nyeupe na sketi ya kijivu au gauni na kanzu nyeupe. Ila kuna baadhi ya nchi tunavaa kulingana na mahitaji. Kwa mfano Tanzania wanavaa hivyo, lakini baadhi ya nchi semeshela wavai kulingana na nchi. Kwa mfano watu walioko Brazil, sijui na Mongolia wapi, hawavai kulingana na watu au ukienda Somalia wapi, watu hawavai kulingana na itikadi za nchi, kwa sababu sisi tunaenda kama wamisionari, tunaenda kuishi maisha ya watu, yani kuishi ndani ya jamii, kukaa na wanajamii. Kwa hiyo hatuhitaji kutofautiana na jamii. Ili tuweze kuwasaidia jamii na kuwapata jamii, tunahitaji kukua kama wao, yani kuwa kama wao, lakini sio kuwa kufanya vitu kama wanavyovifanya wao. Tunaishi utakatifu kwanza kisha umishonari. Kwa hiyo tunaweza kuishi ndani ya jamii tukavaa nguo za kawaida, lakini katika kuvaa nguo za kawaida na kuishi kawaida, lakini tukamtangaza Kristo, yani watu wakamuona Kristo kupitia matendo yetu na sio mavazi yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.